Chenza nakwaje? Mambo mimi mkuu. Kwa fresh kabisa kaka. Mimi nikikuona wewe naona hela tu. Kwa nini? Sitakonaga mambo yako ile magari makali. Wewe unaona shambani na nini? Basi Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kabisa. Uko poa lakini? Ndio fresh kaka, nashukuru Mungu. Siku leo ya kuzaliwa kwa Kipotoshi. Ndio. Wewe kama rafiki yake wa karibu kabisa. Ungetamani kuambia neno gani? Kwanza mimi namtakia kila laheri kwenye maisha yake. Unajua kadri umri unavyozidi kwenda unaingia kwenye nafasi mpya ya kuendelea kukua. Maisha ni bahati, maisha ni nafasi ambayo Mungu ametupatia. Kuna mtu leo hajaamka, ameondoka huyo, ndio biashara yake imeisha. Ukiona umetimiza mwaka mpya ni jua kumshukuru sana Mungu. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahia, ndio maana nilipopata mwaliko, unajua Kipotoshi ni mtu maarufu, afu mimi kawaida. Kwa hiyo aliponialika kwanza nilishtuka. Unajua Kipotoshi nimepata namba yake siku moja tu, coincidence, mwanangu anamfahamu. Kwa hiyo mwanangu alipomchekea jamaa mkarimu sana, akamsogelea, wakapiga picha. Kwa hiyo ikanikaa kichwani kwamba jamaa ni mtu wa watu. Angekuwa mtu mwingine angemkazia, binti yangu mdogo anaenda anamsalimia, angemchinjia baharini, lakini alimsalimia. Kwa hiyo ilinigusa. Kwa hiyo kwa sababu jamaa ana good heart, nikaona okay fine. Amenialika mara ya kwanza, nikajua amesahau. Mara ya pili leo asubuhi nimepata message yake, nikaona ngoja nije nionyeshe upendo, nionyeshe kujali, lakini zaidi ya yote kumtakia kila heri. Kwa hiyo namtakia Mungu ampatie maisha marefu, aendelee kufurahia. Jamaa ana talent, kwa talent alionayo aendelee kuitumia. Unajua kwenye maisha ukichanganya talent ulionayo na business mindset, matokeo yake ni kitu kikubwa kinatokea. Kwa hiyo namuombea Mungu hivyo vitu vyote vitokee kwenye maisha yake ili jamaa awe mkubwa. Okay. Chenza ni kijana mdogo sana na unamiliki assets nyingi sana. Mimi ni mmoja kati ya mashahidi ambao nimepishana na magari yako kadhaa ambayo yameandikwa Chenza 1, Chenza 2 na yote ni ya kifahari. Mimi napenda kujua siri ya wewe kufanikiwa ukiwa kijana mwenye umri mdogo ni nini? Cha kwanza, magari sio asset, ni liability. Liability. Ni vitu vinavyotoa hela mfukoni kupeleka nje. Sasa tuachane nayo, lakini point ya msingi ni kwamba siri ya mafanikio, mimi ni kwanza namshukuru Mungu. Katika umri wa miaka 23 nilijua mimi ni nani na natakiwa kufanya nini kwenye maisha yangu. Kwa sababu ya kujua mimi ni nani na nataka nini, ilinipeleka kuweza kujua ndoto zangu. Na nilipojua ndoto zangu nikachagua njia ya kupitia, ambayo njia niliyochagua ni kufanya biashara ya mtandao ambayo network marketing. Kabisa. Kwa hiyo network marketing nimeifanya. Unaponiona leo na miaka 11. Kwa hiyo mtu anayeniona leo asifikiri kwamba mimi ni wajana, hapana. Nina miaka 11 kwenye game. Kwa hiyo siri ya kufanikiwa, jambo la kwanza nilikubali kwanza. Lakini jambo la pili, nimefanya kazi kwa muda wa miaka 11. Kwa hiyo matokeo ambayo unayaona ni mkusanyiko wa miaka 8, 9, 10 ya biashara ambayo nimefanya mfululizo. Kwa hiyo mimi ni mfanyakazi, nafanya kazi kwa bidii, lakini pia ninajituma, ninakuwa mbunifu, lakini nina kundi la watu ambao wananiangalia, wanatamani kuwa kama mimi na wenyewe wanafanya. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kiongozi ambaye nawaongoza ili kwenda kwenye biashara yetu. Sisi ukitaka ufanikiwe, wasaidie watu wengi kufanikiwa. Kwa hiyo kama unaona mimi nimefanikiwa, basi nyuma yangu nina watu wengi ambao nimewasaidia wao kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo ndio siri. Kitu ambacho kinanishangaza mimi ni kuona unatumia magari fulani ambayo watu wanavimba nayo barabarani, alafu wewe labda unatumia kuvutia boti kutoka kwenye maji kuja nchi kavu. Magari fulani makali sana, luxury sana. Wewe waga umii ukiona unatumia magari kama haya kufanyia vitu ambavyo saa nyingine labda unaona kama itakiwa kutumia gari zingine kubwa zaidi, lakini wewe ambaye unatumia hizo gari pia. Hizo gari zimetengenezwa kufanya hizo kazi, ndio maana mimi nazitumia. Kwa hiyo zingekuwa hazijatengenezwa kufanya hizo kazi zingekataa, lakini kwa sababu zimetengenezwa ziweze kuvuta boti, na mimi navutia, si ndio nilionayo. Kwa hiyo navutia boti kwa sababu ndio hiyo. Mimi napenda maisha mazuri. Kwenye maisha yangu nina ndoto ambazo nafikiri nimeathirika. Kwa hiyo ndoto nilizonazo zinataka niwe mtu fulani wa kuishi. Yaani mimi najali kuishi zaidi. Kwa hiyo maisha ni mafupi brother. Maisha ukipata bahati ya kupata miaka yako michache ya kuishi, itumie vizuri. Ili hata kama ukifa hamna cha kupoteza. Lakini kwenye maisha unatakiwa ufanye kazi kwa bidii unapopata nafasi ya kufanya kazi kwa bidii. Alafu unapopata nafasi pia ya kufurahia maisha, furahia. Mimi ni muumini ambaye naamini kwamba instead ya wewe kukaa kuanza kuwa mbaili na kujiminya, zile mbinu unazotumia kujiminya kwamba ule mlo mara moja ujiminya, zitumie hizo mbinu kuongeza kipato chako ili kitoshe matumizi yako, alafu ishi kwa furaha, kwa sababu maisha ni mafupi. Na ni zawadi ambayo Mungu ametupatia kwa muda mfupi.
watu wenye vipato kama nyie ni watu ambao wanawake wanaangalia kwa jicho moja ama lingine, kwa upande wa mafanikio, kunufaika pia kwa upande wao pia. Wewe kama Chenza, kijana mdogo ambaye unapambana maisha, bado unaendelea kupambana mpaka hapo ulipofika, ili uwe na mwanamke ambaye unatamani kuwa naye kwenye ndoto za maisha yako, unavitazama vitu gani hasa ili usipate tu mwanamke ambaye anakuja kwa ajili ya pesa zako, ili umpate mwanamke ambaye wewe atakufaa kwenye maisha yako? Unatazama vitu gani? Mimi nilipogundua kwamba nitakuja kuwa na hela nilioa. Nilioa nyuma huko kidogo. Kwa hiyo nilimwoa mwanamke wangu ambaye ni mzuri, afu pili nilioa mwanamke ambaye alikuwa ajui kama nitakuja kuwa tajiri, ila mimi nilikuwa najua kabisa nitakuja kupata hela. Kwa hiyo nimekuwa naye. Kwa hiyo yeye na mimi tuko sehemu moja, tunatafuta kitu kimoja. Kwa hiyo ananisupport, ananitia moyo, sometimes ana feel proud to have me. Kwa hiyo vile vitu vyote kwa pamoja vinanifanya nione niko sehemu sahihi. Kwa hiyo kwenye mimi niliamua tu kipindi hicho nilipoona kwamba mimi nitakuja kuwa na sehemu fulani, kwa hiyo nikaamua nioe mapema ili nitakayempata asije kipindi ninazo, ila aje aone naye ni moja ya kati ya mchango wa kile nilicho nacho. Kwa hiyo mimi mke wangu amenisupport kunifanya nifike hapa nilipofika, na amenipush kunifanya niwe hapa. Unajua wakati fulani unapokuwa na watu nyumbani ambao wanakutegemea, unahitaji tu kauli. Mimi mke wangu ananipa kauli kwamba wewe ukifeli wewe tumefeli wote, sisi bila wewe tutoboi. Kwa hiyo mimi hiyo kauli tunanitia moyo, inanifanya niendelee ukaza. Okay. Sasa hivi kuna wimbi la matajiri wengi sana vijana ambao wamezuka huko TikTok, kwenye mitandao na nini. Wewe kama kijana ambaye umepambana mpaka hapo ulipofika na watu wanakutaja kama tajiri, unawaambia nini hao vijana ambao wanapost mali, nyumba, pesa, sometimes labda ameenda sehemu fulani kusaidia kituo cha watoto yatima na rekodi na nini, wako hao na imani unawaona. Wewe unawaambia nini kama kijana ambaye umepambana ulipofika mpaka hapo? Waendelee kuposti, kwa sababu dunia tulionayo ni dunia ya kuposti. Unajua mimi nasema hivi, mtu aliyezaliwa mwaka 1960 kurudi nyuma akiposti anaonekana ni mtu wa ajabu, lakini watu waliozaliwa 80 na 90 na ndio sehemu yao. Kwa hiyo wakisaidia watu waposti, kwa sababu kwa kuposti kwao kuna mtu mwingine anaona, anahamasika. Duniani kila mtu ana namna yake anavyoona, na kuona kwako unategemeana na kichwani mwako umeweka nini. Ukiwa na jicho la wivu utaona huyu mwamba anajisifia fresh. Ukiwa na jicho la kuwa inspired utaona kwamba huyu anachokifanya anawa-inspire wengine, kwa hiyo utakuwa inspired. Kwa hiyo mtu mwingine anakuwa inspired. Kwa hiyo kuwa inspired au kumwona mtu kwamba anajimwomba fai, anajisifu, ni wewe mtazamo wako. Kwa hiyo kichwa chako ndio kinachoamua, kwa sababu mwingine anaweza akawa ameenda kuwasaidia watu, amechukua kamera. Kwa nini? Lengo lake ni kwamba mwingine akiona naye akafanye. Kwa hiyo wakiona 10 wakienda kufanya, kwa sababu kuna jamaa alifanya, aliwa inspire, maana yake tayari yule jamaa ameleta impact ya watu wengi kufanya. Sasa huo ni mtazamo wa yule aliyefanya, lakini mtazamo wa mtu mwenye wivu atasema ungeenda kusaidia usipost, kaa kimya, unauza sura, haina haja. Yeye ndio mtazamo wake, ana wivu. Ukimfuatilia huyo mtu hawezi kusaidia, hana chochote cha kusaidia, na hawezi kutoa chochote kwenda kumpatia mtu mwingine. Kwa hiyo wakati fulani judgment inatokana kichwani kwa huyo mtu anaona nini. Kwa hiyo mimi ninawaambia wanaoposti wakienda kusaidia waendelee kuposti sana, tena wakiweza wasponsor kabisa, kwa sababu itawakuta watu wengi wenye mitazamo tofauti tofauti, wanaona wanauza sura fresh, waone wanauza sura, wanaona wana-inspire wengine fresh, watakuwa inspired. Mimi pia kuna watu wana-inspire. Kwa hiyo kwa sababu nawaona wanafanya vitu haya, wangejificha je, nisingewaona. Kwa mwisho wa siku mimi nawatia moyo waendelee kunyosha, yani waendelee kuposti, na wakiposti wasiishe kuposti tu, waposti, walipie na ads, wasponsor, ili tuone wengi, tuwe inspired. Kwa sababu katika watu milioni 1 ukiinspire watu 200 ukifanya mabadiliko umewakuta sahihi, lakini walio DC 5000 wale 5000 watabaki na kudisi kwao, hawa 200 ndio ulio wa target, na mwisho wa siku impact itaonekana. Sawa. Mimi naomba nitajie list yako ya vijana wadogo matajiri ambao wanafanya vizuri sasa hivi, ukiwemo na wewe. Wa kwanza ni Mwamba Chip Govdove. Yule jamaa mimi namkubali sana. Wa pili kuna dogo mmoja anaitwa Rich Freaks. Wa tatu kuna sasa wengine ni wakubwa unajua. Yaani vijana lika letu sisi. Wengine miaka yao siwajui, lakini kuna mwingine anaitwa nani? Unajua wengine tunafahamu kwa majina ya kitaa ambao tunajua. Unajua kila mtu anampa jina lake.
Kuna mwamba mmoja mimi namuitaga Mwamba, huyo Mwamba sijui kama yeye jina analijua, lakini anaitwa Mwamba. Hao ni washikaji ambao nawafahamu, lakini kuna mshikaji mwingine ambaye anadili na industry ya kuuza electronics anaitwa Zeni. Ni watu ambao mimi nikiwaona wale naona kitu fulani, naona ni inspire sana. Okay. Yeah. Unaweza kutuambia mpaka sasa hivi Chenza ana utajiri wa kiasi gani? Kwa sababu mzee wangu sio wale magari ambayo unakutana nayo ya aina tofauti. Chenza 1, Chenza 2, Chenza 3 na kuendelea. Hamna, unajua subiri nikwambie kitu kimoja. Sijui mimi siwezi kumeasure utajiri kwa kiwango, kwa sababu yale magari mimi mwenyewe nayanunua kwa tabu sana blaza. Sio kwamba nayanunua kirahisi kwamba naenda benki nalipa hela, hamna. Mimi najichanga. Kwa mfano Chenza 2 nimenunua kwa kujichanga kwa muda wa miaka mingapi? Miwili. Nilienda Marekani mwaka 2021. Nilipoenda mwaka 2021 nikaona kwamba kuna plani ya kuanzisha gari ambayo itakuwa next generation, hii Ford Platinum new model. Nikaanza kusave hela tokea mwaka huo. Nilikuwa nalipa kwa installment. Kwa hiyo nimelipia ile gari miaka mingapi? Miwili ndo nainunua. Kwa hiyo ukiniambia kwamba mimi ni tajiri, mimi sio tajiri, mimi mpambanaji ambaye najikusanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo wewe ukiona kitu nimekifanya kwa mara moja, haimaanishi nimekifanya kwa mara moja. Nyuma ya pazia nimejichanga miezi 24 ili kuweza kutimiza hilo jambo moja. Kwa hiyo Range Rover yenyewe ni saving ya almost mwaka mzima. Kwa hiyo kila kitu hakitokei tu unapokiona, ila nyuma kuna mchakato. Sasa mchakato ndio huo. Miaka miwili ndio nimeleta Ford. Kwa hiyo it's not easy. Kwa hiyo mimi siwezi kupima kwamba imekuaje, lakini mimi mwisho wa siku nasema kila mtu anaweza kuweka discipline ya matumizi yako ya pesa, kukipa kipaumbele kitu ambacho kinakusukuma kufanya, ukifanya bila kuchoka na kuamini kwamba inawezekana. Utakapojichanga mdogo mdogo utaweza. Kwa mfano Oviedo leo ina miaka mingapi? 3. Haijaisha bado. Kwa hiyo ikikamilika mwaka 2027 labda mtu mmoja anakuja kuingia mtandaoni 2027 anashtuka, anaona hii nini? Anafikiri ni siku moja, lakini kumbe mimi nimeanza tokea 2023. Kwa hiyo hata wewe, hata mtu yote, hata mtu anayeniangalia leo anaweza akafanya jambo lolote, ila anachohitaji kuanza kufanya, na jambo la pili anahitaji muda. Muda ndio utakaoamua project yako ikamilike lini. Kwa hiyo inachukua muda. Kwa hiyo mimi siwezi kujua, kwa sababu siwezi kujumlisha kwa pamoja ili kujua ni shilingi ngapi. Sasa Chenza, mimi naomba uambie wale vijana ambao wanatamani kuwa na maisha mazuri ila wanatumia njia ya kufake kuonekana na maisha mazuri. Waambie wafanye nini ili wafikie level kama ambazo umefika wewe, Chief Godlove na wengine pia. Fake it until you make it. Usiogope kufake kama ndio njia uliyochagua. Unajua kwenye mafanikio kuna njia nyingi, hamna njia moja. Kuna mwingine anapofeki anatengeneza kitu kinaitwa brand. Brand yake itakuja mahali itaanza kumlipa, itamfanya atengeneze hela. Kwa hiyo tusikalili kwamba eti ukifeki sio ni kitu kibaya, hamna. Wewe fake it until you make it. Kwa wewe kama unaamini, lakini kwa mtu mwingine anaamini kwenye strategy kwamba okay fine. Unajua umaarufu bila hela ni mzigo. Umaarufu bila hela ni mzigo. Kwa hiyo kuna mwingine anaamini kwamba okay, before sitafuta umaarufu, wacha nitafute mzigo kwanza. Ila umaarufu uje automatic. Usitumie nguvu nyingi kupush ili umaarufu. Wache uje wenyewe. Ukifika unamkuta mtu ambaye yuko nini? Yuko tayari sehemu yake, amejiposition, yuko fresh. Kwa hiyo ziko njia nini? Ziko njia nyingi. Na kwa sababu ziko njia nyingi, pia kila mmoja namna alivyoamua. Unajua binadamu ili afanikiwe anatakiwa ajifunze kutoka kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukakutana na mtu akakwambia fake it, lakini mimi kwa mfano, mimi nina specific business ambayo nafanya. Mimi nafanya network marketing. Kwa mtu wa network marketing siwezi kumshauri afake. Ndamwambia tengeneza hela, tafuta, jipe muda, usifanye vitu kwa faster. Na ndio maana kwa mfano Chenza mwaka 2015 kipindi naanza biashara, hakuna mtu aliyekuwa ananifahamu kwa sababu wakati wangu ulikuwa nini? Ulikuwa bado. Ila nilikuwa naendelea kufanya kazi, nilikuwa naendelea kujituma, nilikuwa naendelea kupush. Nimeanza kufahamika mwaka 2022, 23. Kwa nini? Kwa sababu 23, 22 kuna matokeo ambayo yametokea, ambayo matokeo hayo yalitegemea 2025 nimefanya nini, 26 nimefanya nini, 27 nimefanya nini, 28 nimefanya nini, 29 nimefanya nini, 2020, 2021. Miaka 7 nyuma ndio imenibeba kwamba 21 unaniona. Kwa hiyo nyundo ya mwisho sio iliyovunja jiwe, ila mrundikano wa nyundo zote ndio umesababisha nyundo ya mwisho ionekane na mshindo.
tumalize kabisa, naomba nitajie pia top 5 ya wasanii wako matajiri ambao unawaona ni matajiri. Matajiri? Yeah. Haise, hapo umenipa mtihani, lakini ngoja nijaribu. Wa kwanza Mwamba Platinum. Yeah. Yule Mwamba kabisa. Mimi najua yule ni tajiri, yule Doni, si ana mavitu. Wa pili ni nani? Wa pili haise, usije kanigombanisha na watu. Wa pili hebu ngani think hapo fast. Mimi sio mtu sana kwenye muziki, lakini wa pili nafikiri anaweza kawa Ommy Dimpoz. Kwa utajiri. Ommy Dimpoz, Ommy Dimpoz mimi naona ana mawe kwa sababu zile gari anazoendesha ni simbo. Unajua gari ni simbo kwamba huyu Mwamba ana hela. Watatu hapo naweza nikamweka hebu Ommy Dimpoz. Watatu naweza nikamweka nani huyu Mwamba huyu anaitwa nani? Jux. Wanne naweza nikamweka Mario. Watano sio wanaoimba tu. Wanaoimba. Watano Baba Levo. Yule Mwamba yuko vizuri. Rayvanny sijamsikia hapo. Rayvanny. Basi niongezee list, niongezee basi. Basi top 10. Top 10. Okay. Hiyo kabla ya Baba Levo mweke Rayvanny. Sina ana Rolls Royce yule. Rolls Royce utata. Alafu anafuata Baba Levo. Anakuja nani mwingine nani? Sawa, wasanii kwa kalili hapo ndo utata upo. Hebu tufanye na wengine wanaofuata. Harmonize vipi? Harmonize. Yupo. Baada ya nani? Baada ya Rayvanny, Harmonize. Madi. Hivi Madi ndo ameimba wimbo gani? Nani kamwaga pombe yangu? Yule jamaa Manzese? Yule Mwamba. Yule namba 9 10 hapo. Nakubali sana. Hayo ndio.